الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunaendelea kukumbushana kwa hadithi ambazo zinapatikana kwa Umdatul Ahkam. Tulianza na mlango wa tahara tukamaliza alhamdulillah. So inshallah tutaingia leo bab dukhul al-khala, yani mlango wa mtu kuingia msalani. Hadithi ya kwanza katika huu mlango عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك anasimulia ya kwamba radhiallahu anhu kwanza, Anas bin Malik Allah mridhie, asema anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake, kana idha dakhala al-khalaa, alikuwa akitaka kuingia chooni au msalani, idha arada dukhul al-khala, anapotaka kuingia msalani, qal, alikuwa anasema Allahumma, ya Allah, inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hakika mimi nilinde kutokamana na al-khubuth au al-khubuthi wal khaba'ith. Baadhi ya maulama wakasema kwamba al-khubuthi maana yake an-najs, ule uchafu. Baadhi ya maulama wal khaba'ith wakasema kwamba ni shari za kule msalani, ila shari za mashayatin wama ila dhalik. Lakini musanifu alikuwa anamaanisha ya kuwa al-khubuth bidhammi al-kha'i wal-ba' jam'u khabith, wal-khaba'ith jam'u khabitha, isti'adha min dhukurani ash-shayatin wa inathi. Yani hapa Sheikh alikuwa anakusudia kwamba yani kule Allah mwepushe na mashayatini wa chuoni ama ushu wa kiume na mashaitani za kike ambao kwamba zinapatikana chuoni. Na hapa hadithi inasema idha dakhala al-khalaa, anapoingia sehemu ya kukidhi haja yake. Na zamani Waarabu walikuwa wakitaka kukidhi haja zao wanaenda sehemu kwamba imetulia, yani waenda sehemu kwamba mtu hawaoni wakikidhi haja zao. Lakini leo alhamdulillah tuko na washroom, na uzuri zaidi na washroom zetu ni kubwa, yani washroom hiyo bado mtu anakidhi haja sehemu fulani, mlango ni moja, lakini anakidhi haja hapa, anaoga hapa, anashukuru hapa, sehemu yani washroom ni kubwa siku hizi alhamdulillah. Sasa namna gani au kipindi gani mtu atasoma dua kwa mlango, ama wakati anakaribia kwenda pale sehemu ya kukidhi haja yake, au mtu labda anataka kushika udhu kutawadha nyumbani, na sehemu ya kushikia udhu ni
pale washroom, atasoma dua ya kuingia chooni au ataingia bila dua. Maulama baadhi wanasema kwamba washroom hizi zetu kama na sehemu ya kushika udhu, sio lazima mtu asome dua wakati anaenda kushika udhu, sio lazima. Na wakasema kwamba labda kama mtu anaenda kukidhi haja yake wakati ashaingia ndani ya washroom, kabla hajafika sehemu ambapo kwamba anakidhi haja yake kwa steps, basi hapo ndo anaruhusiwa kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi khaba'ith. Na kwa hivyo hii hadithi inatufundisha kwamba kupendelezwa mtu kusoma dua wakati anapotaka kuingia msalani. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Na hadithi ya pili katika kitabu inasema an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. حديث inatufundisha kwamba au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa mkitaka kukidhi haja zenu, basi msielekee kibla wala msipike mgongo kibla. Mathalan sahihi kibla ni huko, yaani mtu haruhusiwi kukidhi haja yake yani kibla akawa ameface za kibla, au mtu akawa ameelekea nyuma ya kibla, kwa hivyo hairuhusiwi. Lakini mawalama wakasema ya kuwa akiwa ni washroom inakubalika, kama chooni imejengwa sehemu kwamba imejengwa, hairuhusiwi mtu kufanya kukidhi haja akiwa ameelekea kibla na hakuna kizuizi, labda kuna safari akasimamisha akataka kusaidia, labda haruhusiwi yeye kuelekea kibla. Lakini kama mtu akawa washroom anaweza elekea kwa sababu ina kizuizi. Na akasema maulama wakasema kwamba kadhalika na mtu kule kujisafisha muda za kidhi haja yake lile akageuka kujisafisha idha na maji istinja, wakasema pia hairuhusiwi, yani haifai mtu kukidhi haja alafu pia kujisafisha kufanya istinja kuosha na maji akiwa ameelekea kibla, pia hairuhusiwi. Kwa hivyo ni hairuhusiwi kabisa mtu katika kibla akifanya kidhi haja yake. Akasema sallallahu alaihi wasallam, walakin yani mtu asifanye haja kubwa au ndogo. Kuna mtu anasema basi haja ndogo acha nisimame mara moja nimalize, hairuhusiwi. Wala haja kubwa pia hairuhusiwi. Akasema walakin shabiku au gharibu, akasema unaweza kuelekeza sehemu mashariki au magharibi, yani unaelekea sehemu kwa kwamba jua inatokea ama sehemu kwa kwamba jua inatua, unaruhusiwa kukidhi haja zako. Kwa hiyo hadithi yani tahrim at-tawjih, yani uharamu wa mtu kukidhi haja akiwa ameelekea kibla, haja ndogo au haja kubwa. Na kadhalika mtu kufanya istinja na istijmar, mtu kujisafisha kutumia mawe au tishu akiwa pia ameelekea kibla na ambapo hakuna kizuizi ama ukuta vile, kwa hivyo anakuwa haruhusiwi. Lakini ukuta kama upo ama kizuizi, basi haruhusiwa. Wallahu a'lam. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum.